Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, kapitana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizky bwana. Bahati nzuri sana leo ni siku nyingine ambayo nimepata bahati ya kutembea ama kumtembelea ndugu yangu Farahani. Mara nyingi Farahani nikimkuta nyumbani anakuwa ni mtu tofauti sana na nikimwalika studio. Kwanza ana namna fulani vya kukaribisha, una feel uko nyumbani, una feel uko poa, uko okay. Ni utaratibu ambao uko nao. Farahani kwema? Lakini alhamdulillah. Baba anasemaje? Mungu mwema sana. Kikweli mimi navutiwa sana pale ambapo napata bahati ya kufanya na wewe interview ukiwa nyumbani. Maana unakuwa kidogo umetulia kidogo. Yes, unajua maskani. Maskani unakuwa na wapiga kura wangu wale tunasumbuana kidogo. Hapa simuone mwatimua kidogo. Ili wapishe waachie uwanja kidogo kwa ajili ya kufanya shughuli zetu za siku zote. Sawa kabisa. Nimeona pia umewekea na game hapa. Hii ni maisha ambayo babangu alifanya kila alichoweza ili nipate nachokihitaji. Kile ambacho naamini baba hakufanya kwa nafasi yake, na mimi nimeona nifanye kwa watoto wangu kwa nafasi yangu. Na wao ambacho wanaona mimi sitofanya ama sijafanya, nao inabidi wakakifanye kwa watoto wao kwa nafasi yao. Kwa wajukuu zangu nao watapata kile ambacho baba mimi sikuwapa baba zao kipindi hiki. Kwa hiyo tusiishi kwa kulaumiana. Yaani ambacho wewe kufanywa na baba, fanyia watoto wako. Ili nao wakafanyie watoto wao. Sawa kabisa. Ita mambo ilipita, kuna ukisoma zile comments watu wanazungumza kwamba yani Farahani kila anachokizungumza ni kama akiendana na umri wake. Yaani ni kama anaongea vitu vikubwa sana, alafu tukimwangalia ni kama yeye ni bado kijana tu mdogo. Kwa nini watu wanaona kama like unaongea vitu vikubwa sana tofauti na umri wako? Kwanza nashukuru. Nashukuru watu ku recognize, ambao wanatupongeza tunashukuru, ambao wanakosoa pia tunawashukuru pia sana, kwa sababu hakuna kitu kinapaswa kuwa kizuri tu. Lazima kuwe na room ya kwamba unafanya makosa ama unapata watu pia wakukosoa ili uweze kujifunza. Tumefika hapa kwa sababu ya watu wadau ambao wanatufuatilia. Wanapokosoa si kwa ubaya, lengo ni kwamba tufanye vizuri zaidi. Wanaposifia si kwa ubaya, lengo ni kwamba tupate nguvu ya kupambana kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo yote kwa yote ni shukrani kubwa sana kwa wao, ndo wamefanya mimi niwe hivi ambavyo nakuwa, kwa sababu naamini kuna audience yangu ambayo inategemea kitu fulani kutoka kwangu, ama wanasubiri mimi nizungumze kitu fulani ili iweze kuimpact mtu mwingine. Kuhusu umri na kuzungumza, kuwa mkubwa huwa imaanishi ashakumsema tu, haimaanishi kufungua zipo au kushusha sketi. Kuwa mkubwa ni ukomavu tu wa kifikra. Wako vijana wadogo ambao wameoa watu ambao wamewazidi umri na wana control familia. Wapo ambao wameolewa na wakubwa, lakini wakubwa wanashindwa control familia. Kwa hiyo hizi ni njaa tu, so kwamba mtu aseme ni kipaji sana, hapana. Ni njaa kwa sababu tulikotoka huko kila siku finali. Yani ukiona una watu wengi nyuma wanakuangalia wewe, yani wameninginia katika suruali yako, tukio ufunge mkanda. Funga kwenye mkanda. Sina jembe huku sasa hivi mjini ya kusema kwamba nikalime kwa bidii. Sina sehemu kwamba natakiwa nifundishe kwa bidii. Sehemu ni kwamba natakiwa nikae, nifanye research vizuri, nisome vitu, nielewe na niweze kuwa different. Nadhani kitu kikubwa, kwa sababu mimi ni muhanga wa historia. Nimeona watu wengi ambao waliwahi kuwa bora na maisha kabadilika wakati mwingine kwa sababu walisinzia. Kuna watu ambao niliona walikuwa on top of the game wakapotea kwa sababu walibweteka. Kwa hiyo history, kuna msemo mmoja wanaopenda wanasema history is not for revenge. Sometimes history is just there to make a point. Historia wakati mwingine haipo kwa ajili ya kisasi. Ipo kwa ajili tu ya ku make point, kwamba unaona wale wenzako ilivyokuwa, unaona sasa hivi ilivyo.
they're just making a point. Kwamba this is a point. Unajifunza kulingana na historia. Wakati mwingine ile haipo kwa ajili ya kisasi. Ila ipo kwa ajili ya kufundisha. Hope mfano mwepesi. Ishai kutokea. Kulikuwa na kitu ambacho nadhani nilikuwa na kidokumenti hapa. Nilikuwa nakipitia. Ilishai kutokea ambapo nilikuwa na kitu hicho nakipitia. Ndio sasa ambacho nilikuwa nataka nikizungumze. Bahati nzuri imekuja swali kama hili basi lime make point. Kuna mtu anaitwa Sergeant Mario Terran. Unamfahamu? Hapana. Sergeant Mario Terran ndo aliyemuua Che Guevara. Ndo aliyempiga risasi Che Guevara. Nataka kuiangalia jana. Sergeant Mario Terran. Katika ile mission ya CIA kushirikiana na jeshi la Bolivia. Na serikali ya Bolivia na Marekani. Si umeelewa vizuri, mwaka 1967 eneo la Higuera, Bolivia. Kwa nini naizungumza hii? Kwa sababu nimesema mwanzo, history is there to make a point. Sometimes not for revenge. Haipo kwa ajili ya kulipa kisasi. Ila wakati mwingine historia ipo tu kutengeneza point. Kwamba the point is this one. Unaona bana Sasa yule bwana Martin yeye sergeant yule wakati mission ile imefanyika vizuri akawa amekamatwa Che Guevara. Alipomkamata ikatoka order ya critical shot authorization wamuue Che Guevara. Mario Terran akawa anamtazama Che Guevara. Che akamwambia, shoot idiot, you have a chance to kill a man. Kwamba piga wewe mpumbavu kwa sababu umepata nafasi ya kumuua mwanaume. Unaelewa vizuri? Mario Terran akapiga risasi akamuua Che Guevara. Lakini sasa historia ipo wakati mwingine ku make point tu. 2007 Mario Terran akiwa katika anafika miaka 70 alisafiri mpaka Cuba kufanyiwa upasuaji wa macho. Uoni wake ulikuwa changamoto kwa sababu ya uzee. Si umeelewa vizuri? Na akapona. Lakini Mario Terran Sergeant upasuaji alioupata ulitokana na mtu aliyemuua Che Guevara. Kwa sababu Che Guevara mshikaji wake mkubwa alikuwa Fidel Castro. Rais wa Cuba. Na Venezuela pale, yani alikuwa watu wake wa karibu sana. Che Guevara kitaaluma ni daktari. Che Guevara ndo aliyempa Fidel Castro kitu kinaitwa Operation Milagro ama Operation Miracle. Che Guevara alimwambia afya sio bidhaa ambayo tunatakiwa tuiuze. Afya ni huduma. Watu ambao hawana kipato chochote wanapaswa kuiaccess. Operation Milagro. Ndio maana Cuba mpaka kesho ndio taifa lenye huduma nzuri sana za afya na zina madaktari wengi competent. Umeelewa vizuri? Che ndo aliyemwambia rafiki yake kwamba ukitaka taifa liwe bora, tengeneza taifa ambalo linatanguliza ubinadamu wa watu. Afya isiwe bidhaa, iwe huduma na kila mtu access huduma bora ya afya, na sio Cuba pekee, Latin America na duniani kote. Umeelewa vizuri? The point is hata Marekani sababu kubwa ya kumchukia Cuba ni kwa sababu Cuba ni taifa ambalo lina maendeleo makubwa sana kwenye elimu. Watu wengi wao hawafahamu. Cuba? Watu wengi wao hawafahamu. Cuba ndio ina chuo kikubwa zaidi cha madaktari ambao wamegraduate zaidi ya madaktari 25,000 kutoka maeneo mengine duniani. Wanatoa scholarship, yani ukiapply unasoma bure, unalipiwa ada, malazi, chakula. Ukitoka katika nchi za dunia ya 3 kama Tanzania. Na priority yao kubwa wa wanafunzi wa kimataifa wanaoomba nafasi za kusoma kwenye chuo chao cha udaktari ni mataifa yasiyojiweza.
na mnalipiwa kila kitu pasipo na kudaiwa. Cuba wakati Ebola inalipuka Liberia, ndo taifa la kwanza lilopeleka timu ya madaktari kwenda kupambana na ile Ebola. Cuba ndo walikuwa na operation ya kuongeza usomi duniani, wakatawanya wakufunzi wao nchi nyingi zisizoziweza duniani ili mataifa yale yapate elimu ya kusoma. Cuba wana dawa ya kisukari. Walishafanya research wale, walishafanikiwa wale. Lakini shida ni kwamba kuna sehemu kuna mtu anatakiwa aiidhinishe ndio dawa yenyewe, kwa sababu magonjwa ni biashara duniani. Saratani, kansa, wanachanjo wale Cuba, lakini kuna sehemu duniani inabidi waidhinishe ndio iwe dawa. WHO au sio? Umesoma vizuri. Ndio. Hata ukifuatilia historia saratani unaijua? Hapana. Hauijui? Hapana. Ilitokana na dhani vita kuu ya kwanza ya dunia. Kansa. Kuna ile formula iliyotengenezwa pale. Watu wakaona okay, it's only war, lakini tunaweza tukaitumia hii hata kwenye afya. Umeelewa vizuri? Ile formula ikawa entitled kwenye masuala ya afya, makansa yote tunayaona. Tumia kama weapon, biological weapon. Okay. Hakuna gonjwa duniani ambalo halina dawa. Maana nakumbuka hata nani Che Guevara pia naye alikuwa kama alikuwa na pumu ile alikuwa anamsumbua. Hakuna gonjwa duniani hapa ambalo halina dawa. Ndio maana hata COVID ilivyokuja watu wakang'ang'ania, wakataka kwanza kusambaza chanjo nchi zote duniani. Alafu bure. Zingine zikawa zinauzwa, zingine bure. Mataifa kadhaa yalikataa, ikiwemo Iran. Tutaki chanjo. Iran wakaletewa ule mzigo 2020, wakamba jamani, metupa vikwazo vyote, leo chanjo? Haiwezekani. Iran wakajifungia wana science. Moja kati ya maabara ambayo moja imelipuliwa juzi. Okay. Ile maabara ina umri wa miaka 100. Wakajifungia wana science wa Iran. Wakasoma 2021 wakapata chanjo, wakaza chanjo tumeipata tu. Wakajaribisha kwa wanyama ikakubali. Viongozi wakasema sisi tutakuwa wa kwanza, tuchome sisi kwanza. Viongozi wakachomwa, viongozi wote. Next step ikaja raia 24,000 wakajitolea. Wakapigwa na hao sindano ikaonekana effective, ndio wakachoma raia wote pale Iran. Kwao ya kutengeneza wao wenyewe. Hayo mataifa Cuba wapi. Yaani ukiona watu wanapigwa pressure ni kwa sababu watu wanajisustain, wanajiweza. You get my point? Yeah, kwa hiyo nilikuwa nazungumzia Operation Milagro ama Operation Miracle. Mario Terán alimuua Che Guevara, lakini vision ya Che ndio ilimsababisha yeye apone 2007. Kwa sometimes history haipo kwa ajili ya kisasi. Just to make a point. Nipenda sana. Kwa historia mimi ninavyoitazama hainionyeshi kwamba napaswa kuwa na kisasi, lakini inanionyesha kwamba wanatakiwa kukaza kulingana na mifano niliyoona nyuma. Kweli. Unajua Farani, kwa mfano ulivyozungumza hivi, na nimekuwa nakutana sana haya maswali, na umekuwa pia hata mwenyewe kuexpose baadhi ya vitu vyako, umekuwa kama ni kitu ambacho watu watakuwa wajifunze, umekuwa so mcheo wa kushare na watu. Pengine kwa mtu anayekutazama hasa huko nje ataka mfahamu Farani ni baba wa namna gani hasa kwenye familia yake, kwa sababu nimekuwa nikikuona pia unajitahidi sana kutoa elimu hata kama ni kwa udogo ama kwa ukubwa kiasi fulani, lakini lengo ni watu waweze kufahamu hasa Farani baba wa namna gani hasa. Mimi kwanza hawezi kuwa baba pasipo kuwa mume. Mimi yote naona ni kwa sababu ya mke wangu.
nisingependa kuchukua credit zote katika maisha. Mengi unayaona ni kwa sababu ya mke wangu. Naweza mimi katika makuzi yangu kwanza na miaka 11 na mke wangu. Kwenye ndoa? Miaka 6 ya ndoa. Okay sawa. Miaka 6 ya ndoa. Mimi nimeoa 2020. 2020. Okay sawa. 2020 nimeoa. Tulikutana shule. Kwa ikawa ile miaka 5 alafu jumlisha 6 ya ndoa, miaka 11. Katika hatua zangu za ukuaji nimempitisha mke wangu katika njia nyingi. Zote ni kwa sababu ya ukuaji, ujana na nini, pressure. Hatujaandaliwa sisi, wengi hatujaandaliwa. Kwa nini tunakosea? Wengi hatujaandaliwa kupata ama kuhimili utu umaarufu mdogo unaoupata. Where women come for free, where deals come for free, where everything is free. Hatujaandaliwa kusustain hivyo vitu, sababu hivyo vitu. Kwa hiyo tumejikuta tunafanya makosa mengi sana. Tukiamini kesho itakuwepo. Leo nimepata hela, ngoja nitumie, kesho nitapata hela nyingine. Wanawake mbona wako wengi sana. Wengine wako DM. Lakini tunasahau kwamba hizi riziki ni mkate tu yani. Mungu kauleta hapo, fanya vitu vya msingi. Kila kitu kina faida, kina hasara. Sure. Kuna magonjwa. Kweli. Si ndio? Kweli. Ndoto nyingi zinapotea. Kweli. Kuna kuharibikiwa. Ndoto nyingi zinayeyuka kabisa, yani kabisa ndoto zinayeyuka. Get my point? Yeah, sure. Hivyo mke wangu mimi alikuwa ama ni mtulivu sana. Haswa mimi ninapotoa maboko. Yani yeye ni mtulivu. Na mimi ni mtu wa maboko. Hebu ngoja kwanza. Kwa sababu kwenye boko lipi ambalo ushe kulitoa na ukasema kabisa kwamba mke wangu bana hapa nimpe credit zake. Maana ingekuwa mtu mwingine ni ngumu sana kuvumilia. Maisha kikamatwa na usaliti. Mke wangu alikamata. Acha bwana. Ya red handed. Hapa. Wapi? Lakini moja kati ya kitu ambacho kinachonisaidia. Baba yangu mzazi wale kuniambia kitu kimoja. Usiku wa kesho naenda kuoa. Baba aliniambia unaenda katika maisha ya familia. Ambayo cha kwanza hayahitaji ujuaji. Yanahitaji utulivu. Unaenda katika maisha ambayo unaenda kuhandle mtoto wa watu. Ndoa hii ndoa unavyoiona ni maisha kama unavyoona ya maisha ya kawaida. Yaani unakosea, unapatia, unakosea. Okay. Kwa sababu hakuna mtu anayeishi kwa mara ya pili duniani hapa. Kila mtu anachokifanya ni kwa mara yake ya kwanza. So it's okay to make mistakes. Hakuna mtu anaishi kwa mara ya pili. Okay. Mke wangu nimemuoa akiwa na miaka 18. Sio anaelewa vizuri. Yes. Mimi nikiwa na miaka 21. Sio umeelewa vizuri kaka. Bado vijana kabisa wote. Kwa mimi nilikuwa natoa sana maboko. Kamatwa hivyo. Kuna wakati nikawa nadharau kabisa mke wangu. Wakati ulifika na mdharau, unajua dharau ile. Utaniambia nini bana? Nipo kwenye maofisi huko, nasikika nafanyaje. Dharau ilikuwepo pia. Lakini mke wangu mimi ni mtu wa imani. Pengine ni mcha Mungu kuliko mimi. Yeye akawa tu mtu wa kuamini. Kana nafika wakati ananiambia naomba nirudi nyumbani, naomba nifanye hivi, naomba tu nikapumzike. Tarudi hivyo. Sio kwamba nimpe talaka, naomba tu niende nyumbani nikapumzike, tarudi. Naomba hivyo. Vile ikawa hizo zikawa nyingi sana.
mpaka siku moja mpaka siku hii moja nikaja kugundua kwamba nachokifanya ni utoto, afu vina mwisho wake. Sababu mke wangu aliniuliza swali moja jepesi sana. Akaniambia, mpango wako unataka tuishi kwenye nyumba za kupanga mpaka lini? Swali waliniuliza. Akaniambia kingine, wewe ni binadamu. Unafikiri una agano gani na Mungu? La kuishi milele labda? Vipi ikitokea mimi nimeenda ndani yeye, hao watoto una mpango nao gani? Utaishi nao vipi? Au vipi ikitokea wewe ukaenda, hawa vijana mimi naingilia, ikitokea wewe umeenda, hawa watoto wataishi? Sababu unaishi leo, you are living today, sio kesho. Yani wewe tunaishi leo, kesho hatuioni. Kwa aliniambia kitu kimoja kwamba katika hela zako ambazo unapata, najua unatumia kwa ajili ya bata, basi nusu yake fanya jambo la msingi. Najua wewe kutoa yote kamili uwezi kwa ajili ya mambo ya msingi, nusu yake fanya jambo la msingi. Ile kauli kaka iliniandama sana kichwani mwangu. Iliniandama, ikaja kuniandama zaidi ni kwamba mke wangu acha kufanya kazi zake, huwa anacheza michezo hii ya kwake mwenyewe, anatafuta hela hivyo. Siku akaniambia kwamba nitafutie watu wanauza viwanja. Sio, anaelewa vizuri. Nitafutie watu wanauza viwanja. Niambia kiwanja cha nani? Sio, anaelewa vizuri. Akaniambia nitafutie tu, kishapata niambie. Mimi nikajua labda issue kuna rafiki yake labda namna gani vipi, usameza nikapata access. Kwa mimi nikaanza tafuta nikapata sasa. Nikapata Kigamboni, nikapata huku Kibaha. Nikabana napata kiwanja affordable Kibaha, Kigamboni na njia ya Bagamoyo. Mapinga kule. Yes. Akaniuliza swali kwamba hivi sehemu gani mtu anaweza akajenga alafu akafikika kirahisi? Hasa kazini. Nikamwambia hapa naona Kibaha pazuri. Sio mbali, ni pafupi. Akaniambia sawa. Hiyo siku nipo kazini, nakumbuka akanipigia simu akaniambia basi mimi naomba ngutumie hela ukanunue kwa kiwanja. Kiwanja cha nani? Kama wewe kanunue, details utaandika zako. Andika za kwako. Hiyo siku nakumbuka wife anipigia hiyo simu na kata. Alafu kuna binti mmoja, kuna kitu alikuwa ananiomba ambacho kwa cha hela pia. Kimeo. 2024 hiyo. Ile ilinikata sana. Ilinikata, ilinisumbua sana kichwani. Kuanzia siku ile nikaona kwamba ame family man. Na watoto wawili na mke ambaye yeye pia ana ndoto zake ujui. Yaani mimi kumuoa yeye haimaanishi kwamba hana ndoto zingine. Mwisho ndoto zake. Listen nikwambie kitu kimoja. Watu wengi wakioa wanaamini mwanamke wake kazi yake kwa ajili ya familia yake, yani yeye na watoto. Kupika, kuosha vyombo hivi. Kulea watoto. Hapana. Kumbuka yule ni binti wa mtu ambao wazazi wake pia walimsomesha, waliwekeza ili arudi kuwasaidia na wao. Technically yeye pia ana ndoto zake. Mwanamke sahihi ana uwezo tu wa kuzisubirisha ndoto zake ili wewe utimize ndoto zako. Kama wewe mke wangu waliweza kusimamisha ndoto zake ili mimi nitimize ndoto zangu. Kwa baada ya mimi kutimiza ndoto zangu, ilipaswa nirudi nitimize ndoto zake yeye.
Asa mimi yeye kanisaidia kutimiza, kwa sababu hata misala ya chuo, ada nini, Vimeo alikuwa ananisaidia. Okay. Sana. Ushirikiano kitambo kumbe. Alikuwa ananisaidia sana. Sababu yeye baba yake, unajua mtoto wa kike alikuwa anapewa sana hela. Baba zao wanapenda sana. Kwa hiyo yeye akawa ni mtoto wa kike pekee. Kwa hiyo akawa ananisaidia sana. Kwa mimi nikatimiza ndoto zangu. Baada ya kutimiza mimi sasa, muda wa kumtimizia yeye, mimi ndo nikawa naanza kona. Kwa baadaye akaja kugundua kwamba kumbe ukioa haimaanishi ndoto za binti wa watu zimepotea. Yeye anaweza akasimamisha ndoto zake. Mwanamke ana uwezo wa kuvumilia kaka. Akasimamisha ndoto zake. Ili wewe utimize ndoto zako. Urudi umtimizie yeye ndoto zake, ama umsaidie kutimiza ndoto zake. Kwa kuanzia pale nikasema usela uwepo, lakini family comes first. Yani nitafanya usela wote, sasa mimi ni malaika kwamba nimekamilika, so haiwezekani. Maboko bado yapo. Maboko yapo. Lakini si kama zamani. Kwa sababu familia huja kwanza. Kweli. Sio kama zishikwi, shikwa. Lakini una repent, unazungumza, lakini familia huja kwanza. Familia yangu inasogea pale. Mimi nakuja baada ya familia yao. Kwa hiyo a lot of changes zilikuwepo. Kwa hiyo unaweza kaniona mimi ni family man sana, kwa sababu familia yangu kwanza inanielewa mimi kama mimi. Mimi naweza nikawa na wazo la kipumbavu na kila mtu nikamwambia kwamba ni wazo la kipumbavu. Lakini nikimwambia mke wangu, yeye anaweza kagua hili wazo ni la kipumbavu. Lakini anaweza kanipa moyo. Kama sema hilo linawezekana. Wewe muombe Mungu, hilo linawezekana. Mimi wakati natakiwa niende power breakfast ya Clouds FM, naambiwa niende power breakfast, watu wote walikataa. Redioni bana. Sio redioni tu, najua sio redioni tu. Najua redioni, huenda pia hata kazini kuna watu ambao hebu tujaribu kazi. Hebu tujaribu. Tutesti. Management anza kawa sio na shida. Ila watu kwamba anaenda huyu. Huenda watu wakuwa hawaamini. Mitaa haikuwa inaamini. Haiwezekani. Udogo ende power breakfast, haiwezekani. Nikawaambia watu wangu ambao nawaamini wa karibu, wakiwemo washikaji zangu. Kwa mshikaji wangu mmoja ni mwanajeshi, akaniambia unajua mimi nimekuamini katika vita nyingi sana. Lakini vita hii tunaenda kupoteza. Hii chaka hili. Kila mtu alikataa. Mama yangu mzazi, nilimwambia mama, nenda, akaniambia hicho kipindi walikuwa hapo akina nani? Baba anamtajia majina. Mama akasema wewe hicho kipindi hautoweza. Wewe tu hapa mwanangu, nafikiri waambie bana hapana. Sio, umeelewa? Ila mimi niliporudi nyumbani, nilipopewa ujumbe, niliporudi nyumbani, nikuta wife kwanza alikuwa anafua pilika zake, anafua, nikamwambia wife njoo kwa tuzungumze. Nikamwambia hicho kitu. Mke wangu akaniambia tangu siku ambayo nakupangia nguo, unabeba begi lako. Mimi nilitoka Iringa, nilimwacha anamalizia chuo. Mimi nilianza kumaliza mitihani, mimi nilianza kumaliza, yeye akawa mwaka unaofuata mke wangu ndo anamaliza. Kwa mke wangu akasema tangu ile siku nakupangia nguo unatoka Iringa. Nikiwa na kilasket tu yani. Unatoka Iringa, unaniambia umepigiwa simu na Clouds kwamba unaenda. Mimi niliweka imani. Sasa kama nilikuamini kipindi kile na kupangia nguo, hakuna mtu anayekujua ndo unaenda kujaribu. Hilo mimi naamini pia unaliweza. Inawezekana. Nikaambia mke wangu hii kiukweli mimi naona hili zito. Akaniambia hiyo kauli nakumbuka, inaniambia unajua nini ninachokwambia? Hapo uliposogea manake
ndo mlango wa kutokea. Umeelewa vizuri? A blessing in disguise. Kwamba ukishindwa hapo haitomaanisha kwamba kurudisha tena sijui Central sio kurudisha Sportsex. Kule watu washakaba nafasi. Ndo mfumo wa taasisi duniani. Kwa kaniambia wewe angalia watoto wako. Mimi na tunaweza tukasurvive kwa njia yoyote kama tulivyo survive nyuma. Sure. Kwamba sasa hivi mimi nikakuelewa, sasa hivi hapa hatuna hela, tutakula jioni. Mtoto ataelewa tutakula jioni. Kweli. Mtoto anaumwa hapa anaweza kavumilia, sasa basi wewe chukua kwa Panado kwanza tusikilizie, ataweza. Amazing. Unaenda kwa kazi. Nakumbuka ile siku kesho ndo show, mimi nimelala mapema sana. Naamka saa 10 kuelekea saa 11. Ndo mke wangu alikuwa kwenye ibada, yeye ni mtu wa ibada. Okay. Naamka mke wangu anaswali. Mimi nikajiteleza zangu taratibu, nikajiandaa. Kana zangu ya kipindi. Pema kabisa. Nafika zangu pale. Kaangalia kile kipindi. Mimi relax, nilipofika ni relax. Nilijua kutakuwa na pressure. Yeah, sure. Nilijua kutakuwa na ukosoaji mkubwa. Lakini nikaza mimi siwezi kuwa Masoud Kipanya. Yeah, siwezi hata kidogo kuwa Masoud Kipanya. Yeah. Siwezi kuwa kama Caesar. Hata kidogo siwezi kuwa. Hata unipe miaka 100. Siwezi kuwa kama Caesar. Siwezi kuwa kama Masoud Kipanya. They are legends of the game. Siwezi kuwa kama Gerard Hando. Legends of the game. Watu ambao tunakuwa tukiwasikiliza. Yeah, sure. Hii katuni ya Masoud ina umri kuliko mimi. Yeah. Ina zaidi ya miaka 30. Oh. Umeelewa vizuri? Yaani mimi nashindana na umri na katuni aliyoichora. Saibo. Alafu unaenda kufanya kipindi, unafikiri unaweza ukafanya ukabato na kivuli chake. Kwa mimi nilivyoingia Notion yangu nakataa kivuli cha legends wote. Mimi siwezi kupita kwenye kivuli chao. I'll walk my way. Taingia nitafanya kwa njia yangu. Umeelewa vizuri? Yeah. Nitafuata ramani yao. Lakini nitapita njia yangu kufika destination ambayo ni kipindi kile unachotaka uingie udeliver. Uendi kujaribu pale, unataka uingie ufanye. Sababu ni cash cow. Sure. Kwa nikasema nitapita njia yangu kwa uwezo wa Mungu. Kwa mimi nilipoingia nikasema acha tufanye kwa njia yangu. Haitoeleweka mwanzo, lakini mbele huko watu wataelewa tu kwamba hiyo ndo njia yake aliyoamua kupita. Kama kupita. Mimi ndoto yangu siku moja wanavyoenda kunizika nyumbani. Yaani mwili umefika pale nyumbani Morogoro. Washikaji zangu wote waseme kwamba Muuni alipambana. Sio, unaelewa vizuri? Yeah, sure. Sijawahi kuvutwa mkono hivi kwamba twende. Kila ningepewa nafasi na hakikisha kwamba aliye nitaja katika ile meza ya fursa wakati sipo hajutii kabisa msimamo wake. Mimi kila nafasi wanayonipa ofisini najua kuna mtu alienda kubeti kwenye boardroom. Alibeti, yani aliweka kamari kwamba huyu dogo ana uwezo wa kudeliver. Kwa yule mtu ambaye simjui jina aliyenibetia, sitaki ajutie kwamba mtu fulani nilimbetia akashindwa. So anaelewa vizuri. Yeah, sure. Mimi inapokuja media mtoto yangu kama nilivyosema kwamba amefika nyumbani, kwamba sio nimerudi nyumbani nimeshindwa. Narudi nyumbani, rafiki zangu, ndugu zangu, wazazi wangu wanakufikia pale, wanasema yule dogo tulimfukia alipambana, alionesha. Sio, umeelewa vizuri? Hakuwa mnyonge. Na hiyo ndo ndoto ya kila mzazi, ndoto ya kila mke wa mtu, ndoto ya baba wa familia, ndoto ya rafiki wa rafiki, ndoto ya ndugu wa ndugu. Ni kuona kwamba yule mtu ambaye anamfahamu afanye kitu kwa kawaida. Sio, umeelewa vizuri? Usifanye kitu chochote kwa kawaida kwa sababu kuna mtu aliyekuamini utamkatisha tamaa. Katika maisha yetu kuna watu ambao huwa hatuwajui majina.
hatujui sifa zao, hawajitaji, hawazungumzi, hawachukui sifa, ila wao kuna sehemu majina yetu wanayataja afu wanakaa pembeni. Ukifeli anabeba lawama, ukifaulu hapongezwi yeye, wanajipongeza wao, naye haji kwako kusema chochote. Hao watu wapo kwenye dunia hii dunia. Wapo hao watu wema bado wapo. Ukifaulu hawaji kutaka uwasifie, ukifeli hawaji kukulaumu, ila wapo wanalitaja jina lako katika meza mbalimbali za fursa. Wanacheza kamari kwenye jina lako. Kwa hiyo ukiona umepewa nafasi, jua kuna watu wameweka rehani heshima yao. Na mimi nilijua hii nimewekewa mtu, kuna mtu kaweka rehani heshima yake. Napaswa kuilinda hiyo heshima. Sijafika kule ambapo huenda labda watu walikuwa wanatarajia au huyo mtu alitaja jina alikuwa anatarajia. Lakini with time, miaka 2, sijui miaka 2 na nusu, mimi sijawahi kutaka kufeli kwenye maisha yangu. Lakini I do it with passion. Yani mimi natakiwa kufanya kitu nafanya kwa nguvu zote, kwa sababu najua hakuna plan B. Hakuna nafasi mbili. Ile nafasi ya kuingia Power Breakfast, mlango unaofuata pale ni kuondoka. Na ile ndo nadhani ndo keki yangu ya mwisho kwa Clouds. Sasa mimi nimefanya karibia vipindi vyote unavyovijua. Pale. Kwa maana yake ni kwamba hebu apige hapa longevity ya kile kipindi. Unaweza ukafanya mpaka ukafika miaka 50, miaka 40, kwa sababu ni kipindi ambacho ni long lasting. Na kadri unavyofanya unazidi kuwa experience katika hiyo field. Maana yake huna kipindi kingine cha kufanya. Nilikuwa kwenye kipindi XSL pia nimekuona kipindi. Yani mimi sijui muziki, sijui mpira, sijui siasa, sijui uchumi, sijui nini, dini. Sio kwamba nafanya kipaji, watu wasikia jamaa kipaji, hapana, ni njaa. Brother, mimi ukinipeleka kwenye kipindi na make sure nasoma, naelewa nachoenda kwenda ukizungumza, kwa sababu najua nilikotokea. Nikifeli mimi, yule mwanangu Riyad, mwanangu Ryan, mke wangu, wote wanaenda chini. Alafu mama yangu, baba, ndugu zangu watakuwa very disappointed. Ufeli peke yako. Mtoto wa fulani, mume wa fulani, baba yake fulani. Kwa hiyo get rich or die trying. Lakini katika hiyo point nzuri sana umemalizana vizuri. Kuanza kipindi ambacho kama tulivyozungumza watu wanakitazama katika jicho ambalo kwamba ni meza ambayo wataka wakae watu fulani, kuna macho watu fulani hivi watakao wakae. Pengine inawezekana ulikuwa na ile confidence ya kusema kwamba mimi ni Farhan, lazima niweze. Kuna siku gani ambayo ushio kufanya ukasema hii ilikuwa ni nzito sana? Kaga mimi waambie kitu kimoja. Hii game ya media unayoiona sio game ngumu. Hii game unayoiona inataka muda, time. Soma, elewa, uliza, ujibiwe. Fanya research upate majibu. Tafuta watu wakupe experience. Cha mwisho, be very humble. Unaelewa vizuri? Kuna wakati mimi naingia kufanya show, nikifanya vizuri najua, nikifanya vibaya najua. Unaelewa? Sasa mimi nafanya evaluation yangu sijifanyii mwenyewe. Mimi nime-entitle watu ambao wananifanyia evaluation. Na mwalimu wangu mmoja ni padri. Na walimu wangu walionifundisha shuleni, shule ya msingi, kuanzia shule ya msingi. Mimi mpaka ninacho post wanakifuatilia, wanaona, wanashauri. Swala vizuri. Watu wengi hawajiulizi ama hawawazi kwa nini tunaweza tukabadilika. Ni kwa sababu kuna uwekezaji tumeufanya. Mimi
Power Breakfast ilikuja, yani zilikutana hivi. Kuna brother anaitwa Arafat Haji, Yanga, makamu wa rais yule wa Yanga. Yule brother ndo mtu wa kwanza kunipa kazi ya kulipwa kwa proposal. Ndio mtu wa kwanza, akiwa mkurugenzi wa shirika la bima nadhani Zanzibar. Yule brother mimi aliwahi kuniambia kwamba una uwezo wa kufanya vitu vingi. Mimi sikuoni katika sports. Huku sports huku unapoteza muda. Sio leo vizuri. Huku michezo unapoteza muda. Mimi kuna sehemu na kuona. Tafuta tu, kuna sehemu upo. Kwenda direct. Ila tafute tu, kuna sehemu upo wewe. Task ya kwanza ndio ile Zanzibar, kama brother, mimi naomba nije kule nikutengenezee labda content za pale kwenye shirika la bima. Ndio ikatokeaga walikuwa na issue moja wanazindua na Tigo nadhani. Akaniambia nitengenezee proposal, nikatengeneza nikamtumia. Akaniambia nzuri. Mtumia mtu wa marketing, nikamtumia jamaa wa marketing akaipitia akasema nzuri. Njoo tuifanye Zanzibar. Nilipata kazi ya kusimamia media strategy ya ile event.